Hamwezi kupata mageuzi katika nchi kama hamjafanya mabadiliko ya idara ya usalama wa taifa. Kama ulivyosema siku ile mara ya kwanza kabisa kwamba lazima paangaliwe. Yes, idara ya usalama wa taifa ndio inayoongoza mwelekeo wa taifa. Ndio inaongoza. Pamoja na kwamba inaongozwa na watu, pamoja na kwamba watu wanaoongoza ni binadamu kama sisi, pamoja na kwamba watumishi wake ni watu tulionao humu wenye tabia zile za kawaida, lakini bado kuna principle kule za kurani nchi zinatokea kule. Kwa hiyo mkibadili mindset za hawa watu, approach za hawa watu, vision na mission za idara hii, mtaweza huku kwingine ni rahisi tu. Ni rahisi sana. Ni rahisi tu. Sasa mimi nashukuru kaka Eriko umeweza kuchanganua, tukianza kwenye vita ya Kongo, tukaja mapinduzi, tukaja hapa mchakato mzima mpaka namna ya Qurani misingi vizuri. Kwa leo watu hawana swali. Mimi nawasemea kabisa. Hatuendi Ukraine leo. Leo hatuendi Ukraine kwa sababu wake kwa tungepasuka kwa nondo hiyo Ukraine inabidi tuombe uzima katika mizimu. Turudi hapa na turudi. Uambie kidogo kuhusu mizimu, maana kuna watu wanataka sana habari zako za mizimu. Kwa wale watu msiojua mizimu, hapa ndo napoabudia mizimu. Bwana, hapa ndo napoabudia. Yaani hapa tumekuja kukaa kwenye madhabahu yenyewe. Kwenye madhabahu ya mizimu. Na ndio maana nikikaa naona amani sana. Pana utulivu, pana amani. Hapa anadondokaga kondoo, mbuzi, ng'ombe. Hapa anadondoka hapa. Ukikuta ngoja siku moja mimi kila baada ya mwaka ndo nafanya ibada. Huwa nasafiri kwenda nyumbani kwenye makaburi ya wazee wetu. Sometime kama nipo busy nafanya utaratibu. Tuna utaratibu wa kujiita mizimu. Unaweza kujiita kaja. Inakuja hapa. Unakuja unazungumza nayo, inarudi madhabahuni. Inakuja mpaka Mbutu. Kwa hiyo hata hapa una utaratibu, unaweza kujiita hapa. Kaja ukafanya. Kwa hiyo unachinja tu kondoo, unafanya makafara yako na matambiko. Mambo yanaenda. Basi naishi vizuri, tunapigana na CCM na kwa ngwana tunaenda vizuri tu. Mizimu inakusaidia lakini. Actually tangu mimi nianze kuabudu mizimu nimekuwa na amani sana. Hakuna kanisa la kirokole mimi ambalo sijaenda. Makanisa haya ambayo watu wanakwenda. Haya kitapeli, hakuna mlokole, hakuna mchungaji ambaye mimi simjui. Wote wanafahamu. Na wajua in and out na utapeli wao. Mpaka wanao trend hao. Nimekuambia na wajua, mtafute mlete nitakwambia bwana. Kwanza kinywa bwana ndogo wao na wajua vizuri sana. Mimi nimekwenda na bahati mbaya mimi nilikuwa nakaribia kuwa padre. Na dream zangu utotoni nilikuwa ni hivyo, lakini haikuwa vile. Kwa hiyo nafahamu masuala haya ya kiroho na yani sijui tusemeje, lakini masuala ya imani ni tete sana. Ni tete sana na ni vema pengine ukitaka kuyajadili uyape muda na kwa sababu unaweza kuwapotosha watu vibaya sana. Na mimi ni educated, siwezi kuwapotosha watu katika misingi. Imani inabaki mimi mwenyewe kama mimi binafsi. Wamekuwa hapo watu wengi wanakuja wanahisi mizimu tunakusanyika wote tunasali sehemu moja. Hapana. Mizimu ni kila mtu. Mizimu ya Yeriko ni ya Yeriko. Mizimu ya Mdupange ni ya Mdupange. Mimi ukija unataka kuabudu nitakwambia rudi kwenye makaburi ya wazazi wako kule baraka zako ndiko ulikoziacha. Ndicho hicho tu. Hakuna unaweza kukusanyika sio utoe sadaka. Hakuna sadaka inakuja na kusanywa kwenye mizimu. Msadaka unachukua tena wanasema chukua ndama aliyenona. Nenda kafanya ibada kule. Kaombe mizimu. Kaiombe mizimu, tunaiomba mizimu. Sisi wanaita unapeleka mashitaka na unaomba baraka. Kwa sababu kila baada ya mwaka kuna matatizo yamekutokea katikati kwa sababu unapeleka mashitaka. Ukipeleka mashitaka unaomba baraka na unaomba kila kitu unachokitaka wewe. Sio uchawi, sio kitu kingine. Ni ibada za kawaida ambazo unajua mimi nimezaliwa kijijini. Kwa hiyo nimezaliwa kule sisi tunaabudu mizimu. Hizi dini nakumbuka mimi zimekuja miaka ya 80 na kitu. Mimi nimebatizwa miaka ya 80 na kitu. Umekula ubatizo. Yes. Padre Mario Mgrunde alikuwa ni askofu wa Iringa ndo alinibatiza mimi. Mgrunde bana namfahamu sana. Moja kati ya majengo ya chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Utasikia bwana twende jengo la Mgrunde pale. Sasa yule ndo aliyenibatiza mimi. Na ndio kijijini kwetu ndio Ukatoliki uliingia pale. Lakini pale kila ukoo ulikuwa na matambiko ya mwaka baada ya mwaka. Mwaka baada ya mwaka. Zilipokuja hizi kanisa na nini ndio watu wakaanza wanaachana yale wanaanza kushika njia nyingine. Lakini si mbaya. Hasa mimi ni msomi najua kwamba hizi dini zina msingi gani. Ukweli ni kwamba hizi dini zisingekuja hapa duniani palikuwa ni mahali hatari sana kwa binadamu. Huyu binadamu naye muona hizi dini kuu tatu, Uislamu, Ukristo na Uyahudi umekuja kutuliza hii tunaita radical ya huyu binadamu. Huyu binadamu alikuwa anakula binadamu wenzake. Huyu binadamu alikuwa ni kiumbe hatari, ilikuwa heri kukutana na simba kuliko kukutana na binadamu. Kwa hiyo hizi dini hazijaja kwa bahati mbaya. Zimekuja na zimeleta mafaa
zimeleta mafaa kwa umma, zimeleta ustaarabu wa dunia, zimeleta, lakini si kupuuza yale ya kwetu. Sio kupuuza yale ya kwetu. Hata yako ya kwetu yako mengi yana manufaa.